watoto? Yeah. Tunachukua watoto kutoka 1 year and above. Tunachukua watoto from 1 year and above. Tunawalinda as from saa 1 to saa 11, and we offer some services like we have full day which covers from 7 a.m. to 5 p.m. Also we have a half a day which covers, it can be from 7 a.m. to 12 noon or 12 noon to 5 p.m. Yeah. Also we offer services like potty training. We also offer services like extracurricular activities like games, sports. Saa zingine tunawapeleka outdoor activities, wanaenda wanacheza football. Also we have academic support. We can offer homework assistance to the school age based kids. Unaona kama venye shule inaenda kufungwa pale mwezi wa 4. Sisi tunachukua watu wadogo peke yake. Hapo tuta open doors for other learners from other schools. Unajua shule ikienda kufungwa itakazia wazazi wengi kwenda kazi. Juu shule inasaidia wazazi wengi kwenda kazi. Juu wazazi wengi siku hizi hawataki mambo ya maids, mambochi. Sasa anaona mtoto amefika ule umri wa kusoma, anampeleka shule mapema ile kwa avoid ile mfanyikazi ama mambochi, juu siku hizi wasichana wa kazi wamekuwa na many issues. Sasa pale tutaweza kukubali watoto hata kutoka maeneo zingine, mashule zingine, ili wakuje pale wapewe wazazi wao nafasi ya kwenda kazi, na wakiwa pale juu wale ni watoto wamefika umri wa kusoma. Vile nimesema hapo awali kwamba mimi ni mwalimu wa ECD, pale nitaweza kusaidia ule mtoto kufanya homework yenye amepewa ama holiday assignment, ama pia tuzidi kumsomesha. Ndio akifungua tena akirudi shule ikue akona kumbukumbu ya yale alisoma kama ni first term. Naona sasa tunaelekea mwisho wa muhula wa kwanza. Yeah, pia watoto wadogo tunataka tuwafunze, we offer also early educational services. Hawa watoto wadogo toddlers, wanaitwa toddlers. Toddlers are children from 1 year to 3 years. Au tuweza wafunza vitu hizi basic learning kama drawing, painting, scribbling, how to hold a pen. Akifika ule umri wa kwenda shule ile chekechea, ikue mwalimu mwenye atapata mtoto mwenye ametoka leo kids atakuwa na tatizo. Yule ni mtoto mwenye ashaiva, ashafika, mwalimu akienda kufunza ule mtoto akonywe, yani tushamfunza, tushamkuza, ako sawa kabisa. Kwa hivyo nataka kusema Madam Ruth, yes, mbali na malezi ya watoto pia mnaenda extra mile kupatia na elimu pia. Mtoto ni mdogo sana. Waswahili wanasema mtoto umleavyo ndivyo yakuhavyo. Yes. Pale ni mbinu zipi zile mnafanya? Ni mambo yepi ambayo mnafanya kwamba huyu mtoto ingawa tu ni mtoto mchanga mnampea elimu? Kupitia njia zipi? Inategemea na umri wa mtoto. Venye nimesema kuna watu wanaitwa toddlers. Watoto wenye umri wa mwaka 1 tu miaka 3. Huyu ni mtoto mwenye hajajua hata how to hold a pen. Sasa si lazima ikue mambo mengi ya darasa. Unaanza na zile basic skills, kama utaweza mfunza how tuseme you have some toys, we have educative toys like blocks. Mtoto pale saa yenye anafanya kitu inaitwa constructive play, anaendelea kuconnect zile blocks anapanga pale. Pale mtoto pale amesha learn kitu inaitwa eye hand coordination. Wakati anaendelea kupanga pale. Pia amesha the moment pia anaendelea kucheza na watu wengine, pia hapo amesha learn kitu inaitwa socialization. Ameshajua kuinteract na wenzake, uhusiano pale. Wameshajua kuinteract pamoja. Hivyo juu nyumbani mtoto akiwa peke yake atajua hiyo socialization, how to interact with the other kids. Kitu kingine pale, ule mtoto juu bado ni mdogo, unaweza mpea tu colors. Alafu mpea a plain paper. The moment anaendelea kuchokora pale, hata kama anakala vibaya, ule mtoto anaendelea kuform kitu inaitwa fine motor skills. Yenye akishachokora atachokora leo, kesho hiyo inaitwa scribbling. Hiyo siku nyingine utamchorea box pale, a scribble ndani kitu inaitwa controlled scribbling. Alafu tena next ataenda kitu inaitwa coloring. Alafu tena aende pale apate umweke zile alama za dukuduku ambayo itakuwa joining dots. Alafu sasa pale baadaye mtoto sasa ukienda kumwambia andika kama ni 1 ama 2, atakuwa akona uwezo juu already mikono yake ishakuwa ashapata ile fine gross development skills. Yes.
Shukrani kabisa. Na tuna watoto kama wa mwaka mmoja sasa. Wale ambao hawawezi kuna wale ambao wamechelewa kutembea. Yes. Labda wanahitaji kushikwa, kubebwa, kutembezwa tu, na uko na watu wa kukusaidia pale? Yeah, at Lea Wow Kids Daycare I have very competent professional caregivers. They are skilled, they have knowledge about the young ones. Sasa tukipata mtoto ule mwenye kama already niko na mwenye ako speech development imedelay kidogo, pale ule mtoto utaweza mwekea vitu kama huyu Miss Rachel, sijui kama wazazi kama wanaweza muelewa, ni kutoka Amerika, anafunza watoto ile kuongea. Pia sisi wenyewe na watoto wengine, juu kuna wengine pia wanajua kuongea, ule mtoto tunakaa tukimuongelesha. Juu kama alikuja last week hakuwa anajua chochote, but sasa hizi mtoto unasikia anatamka mama, dada. Kumaanisha ameshaanza kujua kuongea polepole. Tuseme mwingine, kuna mzee mwingine alikuja akasema mtoto wake amechelewa kutembea. Ule mtoto tutamfunza, juu nimekwambia niko na staff, very caring and loving staff. Watakuwa wanamtembeza polepole. Pia tuko na hizo toys zenye baby walker, utaweza mweka pale atembelee, pia kumshika, ama uko nje tunamtoa nje anatembea na wenzake, ama pia hiyo scroll unamwita unamwambia baby come. Hivyo polepole tu ase ataweza kutembea. Leo hii Madam Ruth Matibo, kuna msikilizaji pale na mtazamaji ameshangaa sana. Mbona Mwalimu Ruth anataka tuchukue watoto wetu kwake kwa Lea Kids? Yeah. Na sisi tuko na wafanyikazi wale maids nyumbani. Yeah. Unataka kusema kwamba maids hawawezi kazi? Siwezi sema maids hawawezi kazi. No. Lakini kitu yenye ilifanya nikakuja na hii idea ya kufungua Lea Wow Kids Daycare, ilikuwa mimi kama mzazi. Hapo awali nimesema mimi ni mzazi, niko na watoto wawili. Pia mimi nilipata changamoto za wasichana wa kazi. Juu ule msichana atazamka asubuhi hivi ako na maamuzi, hataki kuongea, ama maybe alikosewa na mtu, hasira amepeleka kwa watoto. Kupitia zile changamoto ndio nikakuja nikawaza kama mwalimu, nikasema let me try this. Ndio nikakuja na hii idea ya kufungua Lea Wow Kids Daycare. Kwa nini nilikuja na hii idea? Si eti wafanyikazi ni wabaya, ni wazuri, juu pia mimi nimekuwa na wao, wamenibat, wako na advantages na disadvantages. Oh, wow. Yeah. Sasa kwa hivyo kitu itafanya na waomba mlete watoto Lea Wow Kids Daycare. Reason being, kitu ya kwanza, pale kwa daycare, Lea Wow Daycare, we have professional caregivers. Ule caregiver ni mtu mwenye ako na skill na knowledge on how to care for the babies, the little ones. Na huyo ni mtu mwenye amesoma, atamfunza vitu mingi pale. Nimekwambia kuna zile basic learnings, zile ule mtoto haezifunzwa pale, juu ule msana wa nyumba pale atakuwa na huu muda wa kufunza ule mtoto, na pia ana hizo skills and knowledge za kufunza ule mtoto, juu anaharakisha aoshe nyumba, aoshe vyombo, afue nguo. Hiyo ni kitu ya kwanza. I have professional caregivers. Ya pili, safety and security of the kid. At Lea Wow Kids Daycare, we guarantee you the safety of your kids. Reason being, tumeeka zile cameras, CCTV cameras. Tuna monitor mtoto venye anafanya. Kitu kingine, mtoto akiwa pale nyumbani na ule maid, akona, tuseme maid akona macho mawili, lakini tuseme lile litakuwa jicho moja. Lakini pale kwa daycare, juu I have many staffs, kila macho atakuwa anaangalia ule mtoto, kwa hivyo hakuna kitu mbaya itafanyiki ule mtoto. Hiyo ni safety. Ya pili, mzazi akileta mtoto kwa daycare yetu, lazima assign in akishamdrop, lazima assign out akishampick. Reason being, siku hizi kuna wizi ya watoto, na ama mtu anaweza leta mtoto kitu, akishamchukua kitu ifanyikie mtoto huko, aseme ilifanyikia daycare. Sasa hapo tutakuja tuangalie kwa ile kitabu, mtoto aliingia saa ngapi, uliheka sahihi, ya ulimchukua saa ngapi mtoto, uliweka sahihi, ya. Alafu pia kitu kingine, kuna kitu inaitwa child authorization. Hiyo ukishaleta mtoto pale Lea Wow Kids, kuna wakati maybe utakabwa kazini, uwezi pata nafasi ya kukujia ule mtoto, maybe utataka kutuma mtu mwingine. Sasa before you admit your learner at Lea Wow Kids, lazima utatuandikia majina ya watu wote wenye wanaruhusiwa kuchukua ule mtoto. Hii ina guarantee the safety and security of the learner, because mtu akikuja kama si mama, tuseme Matilda, wewe ndio ulileta mtoto Lea Wow Kids ukamuadmit, yes, as the mother, lazima pale uniandikie baba. Ndio manake pale tunaitisha ID copies of both parents
birth certificate of the learner and passport of the learner. Tunaziweka kwenye file ya mtoto. Ukishakuja kama mama, unanipa majina yako kamili, namba yako ya simu na ID number. Pia utaniandikia kama uko na baba mtoto, ama kama kuna mtu mwingine, it can be a guardian, a nanny, a uncle or a sister. Atupeani mtoto kwa mtu yeyote. Mtu akikuja kama hayuko kwa ile list yenye uliandika, lazima I call you back. Nikuulize, mama fulani, leo nimeona umetuma mtu tofauti, kweli wewe ndio umemtuma? Hii ina guarantee safety and security of the learner. Kwa hivyo nataka kusema kwamba haya mambo sisi kama waandishi wa habari huwa mara nyingi tunasema kwamba unajua sisi tunatangaza mambo ya wizi wa watoto. Hayo mambo yote katika Lea Wow Kids hautayapata pale. Itakuwa ngumu kuyapata juu mimi nimejipanga kweli kweli. Juu pale nimewawekea CCTV cameras. Pia unaona zenye stakabadhi zenye nimeweka pale, mtu yeyote haizi kuja pale achukue mtoto kama jina lake mzazi akuturuhusu kupeana ule mtoto. Kitu kingine pale Lea Wow, unaona tuna offer hizo extra curriculum activities. Pale nyumbani mtoto tu atakuwa tu anacheza tu hapo ameboeka, but sisi pale amejiunga na watoto wengine, atacheza, atarukaruka pale. Tuko na vitu kama mipira, tuko na hizo skipping rope, tuko na hizo zinaitwa nini, mipira midogo. Pia tunaweka zinaitwa nini, hizo balloon, tunapulizia watoto balloon zile drawing and catching. Pale mtoto atasoma mambo mengi sana katika Lea Wow Kids. Kitu kingine tunapeana chakula pale, chakula healthy, and we also provide snacks za saa 10 hivi. Unaona pale mfanyikazi yeye ataharakisha tu, maybe anaharakisha malize kazi aenda watch runinga, pale atapea mtoto chakula haraka inaweza mchoke. But hapa sisi we have professional people, they take time, they are patient with the little learners, so we guarantee you safety, and I hope you trust us because Lea Wow is the place to be. Yes, madam. Yes. Na kwa wakati mwingine mambo kama mazingira, sijui kama mko na rooms ngapi pale, na tukizungumzia mambo kama unapata watoto wengine wako na homa, wanaweza kuwa wanaambukizana. Mazingira pale ndani yako vipi? Na kama ni vitanda mko na vingapi? Kama ni kitchen place inatosha na vipi? Hii chakula meals, mtoto anapewa meals ngapi kwa siku? Yes. At Lea Wow we have a very spacious space. Hatuna some rooms, but it's a very big spacious place. Kama hall. Kama kioli hivi. Alafu the environment is very conducive. We have many ventilations zenye zitaleta fresh air. Pale ile room ni kubwa sana. Juu watu wanaweza cheza. Vitanda pia tuko nazo kwa wingi. Mtoto pale akienda kusikia usingizi tuko na vitanda more than 10. Zingine ziko kwa store. The more the learners are coming, the more we provide more beds. Unajua madama, kuna vile najua kwamba naamini mzazi yule ambaye pia kila mzazi anapenda mtoto wake. Msimu kama huwa baridi. Na pia tukuna msimu ule wa jua. Mzazi anajiuliza, je, nikichukua mtoto wangu kwa Madam Matibo pale, kuna mbinu hipi ya kulinda mtoto wangu kutokana na mambo ya baridi? Pale mmejipanga namna gani? At Lea Wow Kids tumejipanga venye tumesema. Tuko na vitanda, we have our own beddings, tuko na mablanketi, tuko na majacket za kuweka watoto joto. Pale as long as kama mzazi waleta zile nguo za mtoto amevaa, pia tunaomba mnatuletea zingine za kuchange, but bado kama kuna baridi si tuko na hizo warm clothes za kukava mtoto. Kama pia mtoto amebeba, tuseme wazazi wataweza pakia mtoto kama juice, kinywaji hivi ama maziwa, pia tuko na equipment za kuwarm hizo chakula. Hatuwezi pia watoto chakula baridi. Hata venye saizi kama it's a rain season, hata pia maji aturuhusu mtoto pale apewe maji baridi. Tuko na hizo equipment za kuwarm maji ama chakula ama kinywaji chochote, at least mtoto apate kitu warm. Ku avoid complications. Wanchumuliriri onyembono gotonyora sembe nyorange tembe television na Gatembe FM 2.7 murobuli kurungi etwani ya Gatembe. Madama Ruth Matibo no motenelibwe eskuru yoboleli ya bana ya Lea Wow Kids na usangana intumo na mambiga iga studio lienge nchene nenga obokoreli oboiga kwa boigure ayo mwenyene omuibuli pengine obwatu mwana aliasenka
watu kugani woko beko mwana asiskuru iga nabo kubanyora gwita sina mbachi abachi studio echesime echichirega wase screen abo igona chiko irolera china mbichi amaseyemo karongo chikwa oyo minto matilla akunyuri china mbachi abachi studio chiskuru eligere emasemo nabo gwakesime yugo sekuba ikera gonyo libagali mwana banyuri china mbachi ase omwancho motegerere china mbachire asembeo namba 07 14 824 433 0714 82 44 33 nabo igo ase namba yende nabo kubakire simu gwetera ase namba 0752 90 1005 ose 0752 90 1005 na ase ebirebyo aye orioro mwancho murigerere nabo igo nabo korora chinambetyo ase studio na madam. Yes. Kwa sehemu nyingine tuko na wale wazazi ambao wanakamua maziwa yao. Yeah. Na angependa labda mtoto ni wa mwaka mmoja na angependa kukatisha mtoto kunyonya. Sasa sijui kama wanaleta yale maziwa hapo na huwa mnayatunza vipi na mnajuaje mtoto fulani anafaa kupewa chakula fulani wakati fulani. Kuna mtoto ambaye labda kwa allergic na chakula fulani anafaa kupewa hivi na hivi. Yes, ndo manake nilisema pale awali tunachukua watoto wa mwaka moja kwenda juu. So far hatujapata mtoto mwenye mama anamkamulia yale maziwa, but tumepata watoto au wa mwaka mmoja kwenda juu ambayo pia wazazi wanawahifadhia hayo maziwa kwenye hiyo chupa. Sasa ikikuja ndio manake tunawapea, ama kama ni mtoto mdogo bado hajaacha kunyonya, tunapea mzazi time ama opportunity yenye kama anaweza ruhusiwa kutoka kwa kazi anajiiba kidogo, anakuja maybe anamnyonyesha ule mtoto juu kwa saa hii hatujapata huyo mwenye anatutolea anatuletea tuhifadhi, maybe hii tu ya kuweka kwenye chupa mtoto yeye mwenyewe tunamuomea tunampea, na kama bado anazidi kunyonya hapo sasa inabidi tunaongelesha mzazi, anaomba nafasi kutoka kwa kazi, anakuja anamnyonyesha. Yeah. Na labeling ya chakula, kuna kile chakula ambacho unapata watoto wengine lazima labda wapewe food yao kutoka nyumbani ndio wako allergic na chakula kingine. Unajua je hii chakula ni ya mtoto fulani na anafaa kupewa masaa fulani. Yeah, we have some stickers. Wakishaingia tu hivyo, ndio maana nilikwambia I have very professional caregivers. Mtoto akishaingia pale kwa mlango, unaona tuko wengi. Mmoja anachukua begi, the moment anaendelea kutoa vitu ziko kwa bagi ya mtoto juu we have some shelf ya kila mtoto tumelebo, hii ni shelf ya Matilda, hii ni shelf ya Rudy, ni shelf ya Geoffrey. Akitoa tu hivi tuna stick, tunaandika majina kwa avoid confusion. Yes. Kuna mzazi pale nyumbani especially wale wakazi wa viunga vya jiji la mji wa Kisii. Unasema Lea Wow Kids mimi natokea pale tuseme Suneka. Ningependa mtoto wangu atunzwe katika makazi ya Lea Wow Kids. Uzuri uliopo ni upi kwa mzazi yule pengine angependa kuchukua mtoto wake na anaenda kazini? Kwani uzuri ni upi huko? Kama again? Tuseme kuna mzazi pale nyumbani anatokea Jogoo, mwingine Mwembe na anaenda kazi. Yeye mwenyewe ndiye ana drop mtoto wake pale. Nyinyi kama Lea Wow Kids, uzuri huko kwa shule yenu ni upi? Uzuri wenye huko kwa shule yetu ni kwamba we are very at Lea Wow Daycare we are very affordable. Affordability. Wacha niweke hivyo. Our prices are very friendly. Pesa ni kidogo yenye tumewekea pale. Hata ukienda kupiga mahesabu upige pesa yenye unalipa msana wa nyumba na yenye unalipa pia pale Lea Wow Kids utapata zinaambatana. Na kwa sababu ya Lea mazuru kikombea maid na Lea vitu zenye mtoto ataenda kulearn pale, mzazi ataona area apeleke mtoto Lea Wow Kids kuliko akuwe na maid. Kitu ya kwanza tumesema affordability. The prices are very friendly and affordable. Cha pili accessibility. Naam. Lea Wow Kids Daycare hapo kando tuko na barabara. Kwa hivyo ku access the building is very easy. Na staff wangu wanakupokelea watoto pale chini. Tumesema room iko second floor but sisi Lea Wow Kids kama unavyoangalia leo nimevaa uniform ya Lea Wow Kids, we have uniforms, professional uniforms. Sasa tunaenda pale chini tunapokea mtoto juu kuna ule mzazi mwenye utapata akona haraka ya kwenda kazi ama bado maybe anasikia hiyo floor ni ngumu kupanda juu unajua working ladies na heels pale. Sasa ndio maana yake niliambia wafanyikazi wangu tunashuka pale chini.
tuko na duties. Unaenda unapokea ule mtoto, mnapandisha huko. Hiyo ni accessibility. Kitu ya tatu, safety and security. Venye nimesema pale, lazima mtu assign in, akidrop, akipick. Hiyo ni safety and security. Kitu ya 4, we have hizo equipments kama hizo learning toys, hizo beddings, vitanda, tuko na hizo nimesema toys, si ndio? Hizo ni alafu conducive environment. Hizo vitu zitafanya mzazi atake kuleta mtoto Lea Kids. Yeah. Wanchumuliriwe na botulikira asense muri mtandao Facebook, yani ukurasa kitabu asibirengeli bya kubono mambia ali asense muri ya Gatembe TV, Gatembe TV asense ya Facebook, Instagram ya YouTube bagona bukwana emasemo keroko rubengeli bya yure ya Lea Kids abono mambia anda kenga inkirikieke ikirikinge nchenene ekirukugorega umuteneneli akwerera ubuyano bwansu boimekegma aseskureiga yekerero ya Lea Kids bono mambia. Na madam, swali jingine labda, comply na mambo ya kiafya, are you registered? Unajua kuhandle watoto inakuwa riski sana. Si mtu yeyote ataruhusiwa kudeal na watoto. Na umesema uko na qualified caregivers. Labda pia wao wako na zile karatasi ama certificates ambazo zinahitajika. Nyinyi wenyewe mko registered kukubaliwa kukaa hapa Kisii, Kisii town. Yes, wafanyikazi wangu, they have those professional documents, like your medical letters. Washaenda pale, unajua hao watoto wadogo wanakuwa very delicate. So mtu yeyote pale unaenda kuajiri pale, asafu wale watoto lazima utataka kujua afya yake kimwili. So lazima provide medical letter, ambao lazima aende pale hospitali, vipimo zake zichukuliwe, tuhakikishe ako sawa before tumpe kazi. Kitu cha pili, tumeruhusiwa kukaa huku Kisii. Tumejipanga in all way, tuko na hiyo business permit, tumeruhusiwa. Pia we have those procedures. Before mzazi pia akuje kwenye hiyo procedures zenye tunampea, anasoma, anaona, yani ni kama ni anahakikisha kwamba mko registered, kwamba tuko registered, ikuwe ni kuruhusiwa kufanya kazi kiafya, documentation of my staff members, mimi mwenyewe tuko sawa kabisa. Kwa hivyo si kama pengine, unajua we have so many daycare. We have others, Matilda daycare, Usarigo daycare. So compared to the rest, yenu mzazi akija pale kuna uhakikisho kwamba hii ni kitu imeruhusiwa, na bila shaka uko na kila uko na kila makaratasi ya kuonyesha kwamba nyinyi mumeruhusiwa kufanya kazi ya ulezi wa watoto. Kabisa kabisa kabisa. At Lea Kids daycare, before hata niende kufungua zile milango, watu waanze kuja, nilihakikisha kila stakabadhi niko nayo na iko sahihi kabisa. Juu sikutaka tuanze watu wamekuja, watu wenyewe wamekuja, ndio tunaendelea kuwapea service alafu tuanze kuwa na changamoto hapa na pale. Sikutaka hiyo. Nilikuwa nimejipanga kabisa kabisa before niende nikufungua yale malango. Kuna mzazi anajiuliza maswali. Mimi leo hii niko na watoto 3 ama watoto 4, ningependa kuleta pale kwako. Kuna uzuri ama commission unampea, unajua kuna hiyo ni maneno ya behind the scene. Lakini mzazi akijituma, unaona mzazi amejitolea kukupa wale watoto. Huyo ni mtu pia anakuwazia mazuri na ameshaona ama ameasikia mazuri yako pale. Ndio ako willing kukutrust, kukuentrust na wale watoto wake. Kwa hivyo mzazi kama yule akiza kuja pale amekuletea watoto 3 na ni wake binafsi, ama 4 ama 5, lazima kuna venye kuna ile mambo mnaongea nyuma. Kuna ile mambo mtaongea nyuma ya tent pale juu, lazima we support each other. All right. Na kulipia malezi ya mtoto wangu, labda nimependelea kuleta mtoto wangu hapo kwa muda wa wiki moja tuseme. Kuna yule ambaye atataka kulipa mwisho wa mwezi, na kuna yule ambaye anaweza leta mtoto kwa siku 2 juu labda ako na shughuli fulani ambayo inamweka asikae karibu na mtoto wake. Kuna limit ya wale wanalipa daily, weekly, monthly, ama kuna zile siku ambazo mmeweka ati mtoto anafaa kukaa for this duration? Kwa hao watu wote umetaja,
wote tumewakaribisha pale Lea Kids. Ina depend na mtu, unajua background ni tofauti, uwezo wa mtu. Kila mtu amebarikiwa, tuseme amebarikiwa kitofauti. Utaweza hata pale kuna mtu ako na uwezo wa kulipa daily, kuna mtu ako na uwezo wa kulipa weekly, kuna mtu ako na uwezo wa kulipa monthly. Inalingana na mtu venye anajipanga. Juu kuna mzazi utapata akishalipwa mshahara anataka amalizane na bills zimuondokee. Yaka akijua nibaki bila pesa but my bills are sorted. So ndio manake nilikuja nikaeka kuna hiyo mwenye analipa daily. Tunamruhusu. Mtoto ukiamua kuja wiki moja ulipe weekly pia tunakuruhusu. Ukiamua pia ni mtoto wa kuje monthly but hapo kwa monthly lazima kidogo urushe ile deposit. Juu unajua hata unaelewa hizi vitu. Juu kuna mzazi utazapata ataweza kuambia mtoto akuje mwezi mzima na kisha kuje kifika wakati wa kulipa aende missing, siku ubaya. Hizi vitu zinaeleweka. So kama ni monthly unakuja unaweka ile deposit kidogo tu ambacho uko nacho, alafu sasa alafu mwisho wa mwezi ukifika unalipa malipo yako. Yes. Na haya malipo labda mtu unaweza yazungumzia hewani ama hiyo? Ndio manake hapo awali nilisema we are very friendly, affordable. Sasa hiyo amount hiyo ni nyuma tena. Unatembelea tu unatembelea tu kwa ofisi tunaongea one on one. Hatuwezi kosana. Yes. Pengine Matilda, wale wameandika labda wanatazama mpango moja kwa moja katika mitandao. Naamini kwamba kuna wengi wanatazama. Aba ntubale batuliri kuruchisa mochisi ko chinsa mochinde au baraga nikomanya. Kabla hajasoma wale ambao wamechangia moja kwa moja katika mpango asubuhi hii, najua kwamba kuna wale wako nje wangependa labda kujua jinsi ya kukufikia ama kuwafikia kama Lea Kids. Mko na mitandao nje ya kuwafikia bali na nambari ya simu? We have some our official pages. Tuko na page kwa Facebook, tuko na page kwa Instagram, and we have page on TikTok. On TikTok tunajiita Lea Kids Daycare. Ukienda tu pale uandike Lea Kids Daycare Kisii Town itapopa. Utaona kila kitu. Utaona kila kitu, activities zote ambazo tunafanya, staff wangu, wanafunzi wetu, kila kitu tunafanya pale Lea Kids utakipata pale. Yono mwanchi mulirenga myoka gari ya sensamo ya TikTok Lea Kids Kisii ligere uligere lyorenga obwansuwe skureiga nga kibole na inkibago korana anyo libagalio koleto mwana gase skureiga boiga sina bachaba chesimi gosena bakuba talire masemo ema business gari ese amagachalia lirongo lya kabire asagotebye masema sora baikere igaso muchibo songo usuba kresi bichina bichabo na chiraga wa studio ya masemo na bukubanyora bwego kelio bokerali bwa obulendi bwa bana. Niko Ombaso agoteba no arime yo murobere na boigo Christopher Tandi nere agoteba kama kawaida kurobora ngi kinyambi na omwisi okemuma agoteba na watching live korwa at River Massive na boigo Michael Omanga korwa Eramba. Good morning na boigo omusori obugesusu agoteba ngana waturigirete Benjamin Nyaboro agoteba no ere no arime yo murobere Victor Mondomienda korwa Kilimani agoteba tuko pamoja hadi tamati na boigo Teresa Kimunta good morning tuned in agoteba ni gakorigereria na boigo gategerete na Moseti Innocent Kibande Esokoro nere agoteba ngano ari ime yomo orobiri abuna gati abali bagusangana into asichinse mochire acha Facebook na boigo Johnston Kamau okay na boigo Brayo wa Kate na boigo Adrian's mom Kemuntu negati abali bagende tukorigereria omorobiri Madam Ruth. Yes. Kwa wakati mwingine unapata kuna wale wazazi ambao upenda ama akona mtoto wa 4 years, akona mtoto mwingine wa mwaka 1.5, na wale watoto wakija pale kuna yule ambaye unapata ashajua maneno, kama ni kusoma anaweza kuwa unapata anaimba hizo herufi, kutamka maneno pale. Mnawaweka pamoja na hao wengine wachanga wenye ambao hawajajua kitu bado, ama kuna vile huwa mnawasort kulingana na miaka na levels? Tunawasort according to ages. Juu watoto activities hata kama ni about learning activities amwezi wa group pamoja juu they are from different ages like kama toddlers 1 to 3 years, unaona wale ni watoto wenye hawajajua kuongea, hawajajua kucheza, au ndio tunawatizo toys. But tukishapata mtoto mwenye anasoma, ningesema mimi ni mwalimu, lazima utaprovide zile vitu za kusoma.
Yani kama ule mtoto sasa mtampea learning activities zile serious sasa, juu pale sasa ni masomo. Unaweza kumpeleka at one level at a time. Sasa ita depend na mtoto. So unajua pia kuna hawa slow takers, kuna hawa tawaitaje fast learners. Sasa pale italingana na mtoto. Tuseme mtoto umemshika pale ameshajua kuongea na kulingana na umri wake, lazima utampea appropriate activities. Yani zenye zinalingana na miaka yake, juu kuna activities zenye utapea mtoto mwenye ako na miaka 2 juu zitamshinda. Kwa hivyo tuko na hizo different varieties activities for every age appropriate. Na kwa mara nyingine tukiangalia watoto wadogo, most of them wanapenda kutumia simu. Unaweza pata kuna ka tablet pale, ama kuna toy yake ya simu anacheza nayo. Na kuna wale ambao wanapenda kuwatch cartoons pale YouTube. Huwa mnawakuza vipi? Kwa mambo ya teknolojia. Ikikuja kwa hiyo ndio manake nilikuja na kitu inaitwa schedule plan. Unaona sasa pale lazima mkue na a plan for the day. Hakuna venye utasema huyu anataka kutumia hiki, huyu anataka kutuma kile. Kama shule, juu ile sasa tuseme ile ni kama shule. Hatuwezi kaa kama nyumbani eti wale wanafanya hivi, wale wanafanya hivi. Ndio manake nikakuja na a plan for the day. Sasa wale watu wakishafika asubuhi, kuna hiyo drop in time, hiyo masaa sasa yenye anafika mzazi anatupia ule mtoto. Kuna wale watoto pia wanakuaga na shida ya kukula chakula asubuhi wakishaamka. Juu kama wangu mimi asubuhi akunywi chai, anaenda kunywa shule. Sasa hao wakifika mzazi ndiye anatueleza amekubali kunywa chai ama hajakubali. Hapo wenye wamekunywa chai tunaweka kando, wenye hawajakunywa staff wengine wanaendelea kuwapea. Hiyo sasa ni our plan for the day. Ikishafika saa 4 tunafanya another activity. Ikifanya pamoja. Kama ni hiyo ya kulearn tunasongesha wale wadogo pale wanapewa activity yao, wale wa kusoma pale wanapewa activity yao. Yani we have a plan for the day mpaka jioni. Kwa hivyo yani tunafanya kitu common. Si eti huyu watch na huyu sijui anafanya nini, ule ameshika simu, huyu ameshika nini, hapana. Lazima we have a common thing, na kuna hiyo time entertainment. Ikishafika entertainment hapo sasa tumewawekea runinga pale. Tunawawekea hizo makokomelon, na kama ni hao wakubwa wa kusoma au lazima hata kama tutawa provide simu zetu ama tablets, we have all of them, tunawekea vitu ambao ni educative. Lakini hao wadogo tunawekea hizo za kuentertain. Kwa hivyo ni kusema kwamba upande wa equipment wise, kama Lea Wow Kids mmejipanga. Tumejipanga kweli kweli. Pale si kuweka mchezo juu wale watoto wadogo lazima ukue na a lot of things ndio ule mtoto asiboeke. Juu ule mtoto utamwache eti tu umemleta pale eti juu ni Lea Wow Kids na ni shule ya kulea eti sasa uache mtoto sasa acheze. Ule mtoto ataboeka haraka na kesho atakuwa na ile matamanio ama ile kutamani kurudi pale tena. Sasa lazima umweke na activities zenye ni akue active na ikue bado pia zinamfurahisha. Yani unamkeep busy but with yale mambo ya kutamani. Vitu za kutamanisha. Sasa hii anafanya hivi, ukiona hiyo kitu imembo, unamwekea ingine. Ukiona ni kama tu mtoto wako pale nyumbani ambao wanapenda kuwatch cartoon. Unamwekea kokomelo dakika kidogo anaboeka. Sasa hapo lazima utatune tena umweke huyu Mizrecho. Akiboeka tena maybe nini tena uweke Akili Kids. Mtoto lazima as a mother you understand this. I understand. Abancho ligirede ye base Ruth Matibo. Akotabano muiboli as a young mother na understanding kiyo kole kana savana ngora ubita uko ne mangana yobaleli as skuru ya Lea Wow Kids. Ya masema na kingira na Sara tunyori skuru gotoka ndake mono gotonyora sembeo turamanyanga skuru iga usedeke ya Lea Wow Kids ni kutoka masemo. Labda kuna yule msikilizaji na mtazamaji ametupata njiani hajafahamu na kujua kwamba mnapatikana wapi. Mkumbushe mnapatikana wapi, atakufikia kwa njia gani upande wote wa simu na mitandao. Yes, venye nilisema hapo awali, Lea Wow Kids Daycare tunapatikana karibu na Emma Hospital. Wenye wajui Emma Hospital liko Kisii Town. Tuko next to Emma Hospital, second floor, room number 2. Opposite Kisii Primary. Opposite Kisii Primary. Ukitaka kutufikia, tuko kwenye mitandao, we have some hubs. Tuko na Facebook page, tuko na Instagram page, tuko TikTok pale ukienda uandike tu Lea Wow Kids Daycare Kisii Town utaiona. Alafu ukitaka kutufikia, line yetu ya simu ni 0714824433. Ingine 0752901005. Yes.
Shukrani kabisa Madam Ruth. Labda mimi nimeleta mtoto pale, huwa namchukua masaa ya saa 11 ama saa 11:30. But sasa hii siku unapata sijaweza kukuongelesha, sijaweza kuongelesha watu wako na imefika saa 1. Mtoto hajachukuliwa. What do you do? Kama mkurugenzi wa pale, ndio manake mkikuja naomba namba za simu. Nikifika masaa ya kufunga, kama hujapiga na masaa yamepita, nitakupigia niweze kujua shida iko wapi, tatizo imetokea wapi, na kama umekabwa kazini, mimi mwenyewe najiprovidea na lazima nichungie mtoto. Jule mtoto achana na mambo ya hela ama we mzazi kumleta pale. Mi personally I have a passion for kids. So mimi kama mkurugenzi hakuna venye interaction niende nyumbani na kuna mtoto amebaki pale. Lakini pia utakazia pia wafanyikazi wako wakae pale juu lazima utawaruhusu ndio waende wa have pia na enough rest juu kulea watoto sio mchezo. Ndio kesho wakuja kuwa fresh. So mimi na waparuhusa wanaenda, mimi nabaki na ule mtoto. Kipindi ambacho nimekupigia maybe utanieleza nimechelewa kidogo ama nimekabwa hali niko njiani nitakuja. Mimi nitakulindia mtoto mpaka ufike. Yes. Na pengine unapozungumzia mambo ya kulea vile umeelezea vizuri, kuna mzazi pale angependa kujua ni siku gani mnafungua, mnafanya kazi hadi weekend? No. Alea Wow Kids tunafungua kutoka Monday to Friday, kutoka saa 1 mpaka saa 11. Hatufungui weekend. But nilisema hivi, unapata pia kuna mzazi mwenye weekend maybe anataka kwenda salon, mzazi maybe ako na safari ya ghafla, ama alikuwa ameenda anataka kwenda matanga ama kusafiri ama visiting, maybe ako na mtoto mkubwa. Kama unataka tu mtu akuja akulindie mtoto Saturday, you just call us. Inakuwa special. Inakuwa special. We don't do weekends, but ukipiga simu mi lazima mtu atakuja pale achungule mtoto. Juu si eti Saturday atukui, tunakuwa pale kwenye daycare, but tunakuwa pale for general cleaning. Tunapumzika Jumapili ndio Monday tuanze kazi tukua fresh. Sasa because tuko pale hiyo Saturday, ukipiga simu tukulindie mtoto, mbona tusikulindie? Naam. Yeah. Asante sana msikilizaji na mtazamaji. Naona kwamba muda wetu pia unaendelea kuyoyoma pale, umetupa kisogo kumaanisha kwamba labda tunakaribia kumaliza mpango, lakini moja kwa moja kabla tumalize mpango, yes, Madam Matibo, ningependa labda imizo lako, ombi lako kwa msikilizaji na mtazamaji pale nyumbani kuhusiana na hii shule ya malezi ya watoto. Kama mkurugenzi wa Alea Wow Kids Daycare, na waomba watu wa Kisii, just support us, trust us with your kids. We are going to give you good services. Trust me, you will never regret choosing Alea Wow Kids Daycare. Naomba mnisupport. I'm a young mother. As I said, I'm a wife. I'm a mother of 2 lovely kids, and I have a passion for kids. Naomba mletee watoto, nitawalea. Utawahi regret mtoto wako kuja Alea Wow Kids. Akishatoka Alea Wow Kids, kama watoto wenye wako karibu kwenda shule ya chekechea, hata hautaona umuhimu wa kupeleka mtoto play group. Siku hizi wanaziita kuna play group, kuna PP1, kuna PP2. Ule mtoto akishatoka pale Alea Wow Kids, na kuhakikishia kwamba atakuwa amenyooka kimasomo, kitabia. Juu tunaenda pale kulea ule mtoto vyema, hata kitabia, kielimu. Kwa hivyo ule mtoto akitoka pale akienda play group, utaona hata hakuna umuhimu wa ule mtoto kwenda ile play group. Juu atakuwa amesha learn all about the things zinakuwa zinafunzwa pale play group. Sasa kutoka Alea Wow Kids ataweza pita direct to PP1. But in future hiyo tutaongea baadaye. Kuna ndugu zetu na dada zetu ambao ni jamii ya Wakamba wako katika maeneo ya Kisii, yes, na wamefurahia kuona Madam Ruth Matibo pale ndani ya runinga ya Gatembe na kwa redio ya Gatembe moja kwa moja kwa dakika moja kwa dua yenu. Waombe pia walete watoto kwenu kwa Kilua, kwa sababu wako hapo Kisii wengi sana. Mwasio anduma muchi nyenita wabati kuma makueni natowisi tukite kukumanga yu akamba maitu enda mweko tafadhali ndete ichana na wezi tukite kukumanga mbesa kubusa umaskini muchi
Kalivo mwana. Hapo najua ni mimi pekee nimeelewa kwa sababu niko na sababu ya kuelewa. Matilda ameshika bure tu, lakini pole sana Matilda, na wewe siku moja utajua hii lugha ni tamu sana. Asante sana Madama Ruth Matibo kwa kuwa pamoja nasi. Nimeshukuru pia. Shukrani kwa kazi nzuri mnafanya pamoja na ndugu yangu Mtuku kwa kazi safi tena safi zaidi. Shukrani, karibu tena katika studio zetu. Hata mimi nimeshukuru kwa kuwa hapa. Shukrani. Wasono mwanchubulia linga mbia mono sana kuikira ndo chinga chia kandire kinga machikuraga isa tuigura mangana maya senjiro bokangaru gatembe fama lakini ya set television tukura koleraga iga asenseme iga ya mase mwanchinkuru kwa Geoffrey Onsarigo mwanabuli roba kede son of soil uzendo ke government officer. Matilda Ovego kura asenseme ya nekero torengenere Madam Ruth Matibo. Yes. Oyo ore asensemo yokurigereria ogukini wagose uko urakorerere na wo iko gukubwatira abana ase Leo Kids Daycare yo gutoka aiga ase umuchi obusongo ikomboretera abana bali bawo b'emyaka emeke gochakira ose emyaka ene gochanse nabo kunyara kumuretera abana anyare gukorerera litukoria Jumatatu goikari tukoriri ria Ijuma onye kugenda emeremo obwatira abana tigara bya kendera ko twara oburigererio bya eme ya Getembe TV nabo igo otegererio bya Getembe FM. Lea Wow Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka 1 na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalamu, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714 824 433 au 0752 901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy. Omugusi